Siri ya dirisha ni hadithi fupi ya kubuni ambayo inaweza kuchukua mkondo wa fumbo, mapenzi au hata mafundisho ya kimaadili. Hapa chini kuna mfano wa hadithi yenye jina Siri ya dirisha. Siri ya dirisha. Kila jioni saa 12 kamili, Amina alikuwa na kawaida ya kuketi kando ya dirisha lake lililoangalia upande wa mashariki wa kijiji cha mlimani. Alipenda kutazama mandhari ya milima iliyopambwa na mwangaza hafifu wa jua linaloaga dunia. Lakini si mandhari tu aliyokuwa akiitazama, kulikuwa na jambo la siri nyuma ya dirisha hilo. Kwa zaidi ya miezi mitatu, kila usiku aliona taa ikiwaka kwa muda mfupi katika nyumba ya zamani iliyoachwa miaka mingi iliyopita baada ya kifo cha bibi yake mkubwa, Bi Khadija. Nyumba hiyo ilikuwa imesimama pweke, imefunikwa na miti na magugu, kama imefichwa kwa makusudi. Alipojaribu kuwaambia wazazi wake au hata jirani, walimtazama kwa mashaka, wengine wakimwambia ni fikira za usiku au ndoto. Lakini Amina alijua alichokiona. Siku moja alijipa ujasiri na kuamua kufuatilia siri hiyo. Alivalia nguo za giza, akachukua tochi na kuelekea katika nyumba ya zamani. Moyo wake ulikuwa ukidunda kwa nguvu. Alipofika, dirisha moja lilikuwa wazi kidogo, na humo ndani aliona mwangaza mdogo ukitokea chumbani. Alipochungulia kwa makini, alimwona mzee mmoja aliyekuwa ameketi akiandika kwenye daftari kubwa. Aliposogea karibu, mzee huyo alimgeukia na kusema, Amina, ulikuwa jasiri kuja. Siri ya dirisha si ya kuogopwa, bali ya kukumbukwa. Mzee huyo alikuwa ni kaka wa Bi Khadija ambaye alikuwa amerudi kijijini baada ya miaka mingi ya kuishi ughaibuni. Alikuwa akikusanya kumbukumbu za familia, akitumia dirisha hilo kama kiunganishi cha kumbukumbu na enzi zilizopita. Ujumbe wa hadithi: wakati mwingine, kile tunachokiona kama fumbo au hofu kinaweza kuwa lango la kuelewa historia yetu, familia yetu, au hata sisi wenyewe. Ungependa hadithi hii iwe na mtindo gani zaidi, wa kusisimua, wa kusikitisha, wa kimahaba au wa kufundisha? Na ni urefu gani ungependa? Naweza kuibadilisha au kuendeleza.